maneno mazito kuliko mihuri. Tunaelekea wapi? Kwani ramani inasemaje? Barabara Msakuzi. Msakuzi imeandikwa hivyo, sio kachochea huu nije. Tafunua neno huko mbele. Oya, twende huko. Beti yao natembea na kivuli changu, hakiniachi hata jua ikichoma. Makosa ya jana ni mizigo, yananivuta kama nanga ya chuma. Nilijifunza kucheka mbele ya watu, kulia nikifunga mlango wa maisha. Yalinifundisha namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is not reachable. Please try again later. Mbona simu zake hazipatikani? Ameenda wapi? Amepoteza bahasha ya ramani inayoelekeza sehemu yenye mali. Alinituma nimteke naye anataka hiyo bahasha. Ni mali gani hizo? Namba unayopigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali. Halo. Sabi. Upo salama? Tafadhali sana, kama upo salama naomba uniambie upo wapi. Maisha yangu yanakwenda kufika mwisho. Usiseme hivyo mama, mimi nipo upande wako. Wewe kama upo salama niambie upo wapi. Nakuja sasa hivi.
Nipo nyumbani. Nakuja sasa hivi. Mbona hamna pesa bosi? Hakuna mali humu. Kuna karatasi tu peke yake. Msoma hiyo karatasi nasemaje? Binti yangu, utakapofikia umri wa utu uzima utaolewa na mlinzi wako asili aliyekulinda kuanzia utoto. Jina lake ni Ocean na yeye ndio mwenye funguo ya maisha yako. Na hii picha kazi ambayo mmenipa nishamaliza. Boss. Ila mbona mwenyeshi mpenzi wangu yuko wapi? Aisha. Aisha? Aisha? Aisha yuko wapi? Aisha yuko wapi tafadhali niambieni. Usijali Kelvis. Nadhani umesikia kilichoandikwa ndani ya hiyo barua. Hayo ndio maagizo ya baba mzazi wa Aisha. Bila shaka aliotajwa kumwoa mpenzi wako unamfahamu, na huyu aliotajwa kwenye barua ni chizi. Jambo gumu kwako na kikwazo kikubwa ni huyu chizi ambaye amechaguliwa na baba wa mpenzi wako, lakini kuna njia ya kufanya mpenzi wako akarudisha moyo akawa kwako. Kelvis, uko tayari mpenzi wako aolewe na jamaa asiyokuwa na akili timamu? Hata kama angekuwa na akili timamu, siwezi kukubali Aisha aolewe na mtu mwingine. Siwezi kukubali. Nampenda sana Aisha. Sasa Kelvis, inabidi umuue yule chizi, maana itakusaidia kumwoa mpenzi wako bila kikwazo cha aina yoyote. Lakini Kelvis, haya yote nilifanya kwa sababu nikitegemea ramani hii itanipeleka kwenye mali ya urithi. Huenda ramani halisi anayo mpenzi wako. Nielekezeni mpenzi wangu alipo. Shida yangu sio mali. Kama zitakuwepo nitafanya mpango wote niwape. Usijali Kelvis, mpenzi wako unaishi naye mtaa mmoja. Ramani
Sabi. Ramani si ndo hii? Ramani? Ramani ndo hii Sabi. Ina maana mchoro ni ramani? Ramani ndo hii. Wewe, Ramani ndo hiyo. wewe umejuaje kama mchoro mgongoni kwangu ni ramani? Kaa chini kwanza nikwambie. Sabi, unajua ile siku tulivyoachana pale Busokelo, niliona vitu vya ajabu sana ambavyo sikuwahi kuvitegemea kuviona. Baada ya mimi kuongea na simu pale na wewe kuondoka, kuna chizi alikuja ambaye mimi mara nyingi kila nikija kuonana na wewe pale Busokelo nilikuwa nikimuona, lakini nilikuwa najua ni chizi. Lakini siku nimeshangaa amekuja kwa sura tofauti kabisa, yaani amekuja ni mzima. Ananiambia yeye sio chizi. Inaonekana anakufahamu sana wewe na familia yako. Ananifahamu mimi? Sababu aliniambia kwamba baba yako alimchagua yeye kuwa mlinzi wako wa siri. Na aliniambia vitu vingi sana kuhusiana na wewe na familia yako, ikiwemo swala la ramani. Na akanisisitizia kwamba yeye ndio mtu pekee ambaye anaweza kuisoma hiyo ramani. What? Ina maana yeye ndo atakuwa msoma ramani tunayemtafuta? Kwa mujibu wa mazungumzo yake nadhani itakuwa ni yeye. Lakini sasa Sabi, kitu ambacho mimi kinaniumiza kichwa, yule chizi ameniambia baba yako amemwahidi 50% pindi atakapofanikiwa kusoma hiyo ramani na kupata hizo mali. Lakini wakati nimekaa na wewe siku ile, uliniambia hivyo hivyo kwamba tutagawana 50% kwa 50. Sasa najiuliza wewe utabaki na nini? Nguta, mimi siwezi kabisa kuhusiana na hizo 50%. Ninachokitaka mimi ni kuishi kwa furaha na amani. Nakupenda sana Mguta, na ninaamini hata na wewe unanipenda pia. Nakupenda pia. Lakini Sabi, kuna kitu ambacho nimekaa nacho muda mrefu sana sijai kukwambia. Naomba uniwe radhi kwa hilo. Mimi naishi na mtoto, na yule mtoto anaumwa sana na anahitajika pesa nyingi sana kwa ajili ya matibabu yake. Kwa hivyo nimekuwa nikipata changamoto sana kwenye kupata hiyo pesa kwa ajili ya matibabu yake, lakini pia nimekuwa ikigharimu sana kana maisha ambayo nimekuwa nayo magumu. Ni historia ndefu, lakini kwa ufupi, mtoto ananiumiza sana akili yangu. Kwa hiyo hapa najiuliza, utaweza kweli kuishi na mtoto ambaye sio damu yako? Naongea nini? Nguta, mimi nimekupenda. Haijalishi hata kama ungekuwa na watoto wangapi. Mimi niko tayari kuwa kama mama yao. Kweli?
Haya, niambie mtoto mwacha wapi? Nimemwacha nyumbani. Sawa, siku nyingine uje naye nimuone. Sawa, sijana. Sasa tufikirie kuhusu na huyo msoma ramani. Ndige vipi? Mguti. Upo kwenye hatari ndugu yangu. Wale tusio mchezo. Wameanza kukufuatilia. Kama unaweza mchukue huyo binti mwanao uondoke naye. Mkimbie. Mtoke ile eneo. Wamegundua ile ramani sio halisi. Na ramani halisi wanajua anayo huyu binti. Nikole mpenzi. Naogopa mwenzio tu. Mpenzi tena? Acha utani bana. Basi katufuatia wewe mtoto afu uje naye hapa. Toroke huku siku. Ramani, 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 Ramani.